Mungu anasema utakapokuwa umeokoka ukaenda sawasawa na anavyotaka Mungu, utakusudia jambo moyoni nalo litakuwa. Hello? Hapo ndipo tupo. Haina maana mpaka uwe nabii ndio utoe nabii. No. Actually nimewafundisha kwa Agano Jipya Roho Mtakatifu yuko ndani ya kila mtu aliyeokoka. Ndio maana hakuna katika maisha ya nabii mkuu kwenye maisha ya Agano Jipya asikiaye na afahamu. Nabii mkuu ni wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nabii mkuu akisema yeye ni nabii mkuu, kwa mfano, hiyo ni ya kwake na Mungu wake. Hatuna ugomvi na mtu namna hiyo, wala hata hatusemi, maana unapewa jina na Mungu. Sawa sawa. Lakini sio, haina maana ya overall to all human. Never. Agano la Kale sawa, Agano Jipya kila mtu ni nabii mkuu wa maisha yake mwenyewe. Tena mimi nakupa 90% of your life. Tabiri. Usisubiri utabiriwe. Mbona? Nimusema mbona? Saa ya kula. Watoto wasemi baba na mama kuleni, tutashiba upande huu. Hivi mmenielewa? Mbona saa ya kula? Watoto wasemi baba na mama, nyie kuleni chakula. Sisi huko mnapokula nyie, nasi tutashiba upande huu. Inawezekana? Au watoto wasemi wazazi wetu mmekula sana, kwa sababu mmekula sana leo, kaeni pale mbele, kila sisi hapa mtakuwa mnashiba upande ule. Inawezekana hiyo? Inawezekana? Haiwezekani. Ndivyo ilivyo kwa maisha yako. Kwa Agano Jipya Mungu hatamuuliza mchungaji maisha yako. Mungu hatamuuliza mchungaji habari ya malisho ya kondoo. Lakini wewe kama wewe utaulizwa uliishije. Ndio maana sasa wengi watafika mbinguni, watagundua Mungu aliwapa kila, lakini hawana kitu, maana hawakujua kwamba yaani yeye ndiye anatakiwa kudai haki yake. Yale madai ya haki yako ni sawasawa na kusema hivi, mimi ninamiliki na kutawala. Mimi natawala. Hiyo ndio maana. Sasa nabii akitokea, awe mkuu, mdogo, mkubwa, mchungaji akitokea mkuu, hivyo. Unajua askofu mkuu ni cheo tu, si ndio? Lakini hana overall power on human life. Unasikia vizuri? Hata akitokea nabii mkuu, askofu mkuu, nani yote, akitokea pale akasema jambo, ni 10%. Nasikiliza. Huyo ni Mungu. Nachukua, unaitekeleza 90%. Amina. Na Roho Mtakatifu ndani yako, hata akitokea askofu mkuu kama mimi, kwa maana hicho ni cheo, si ndio? Hiyo ni cheo. Atakwambia no. Anachosema sicho. Unanipata vizuri? Anachosema na kushauri. Biblia ilitangulia kukuambia, pimeni hizo roho. Usiende kibumunda. Usiende kisoia. Pimeni hizo roho. Hawapo hawa. Roho Mtakatifu wasaidie waelewe. Nasema pimeni hizo roho. Nasema pimeni hizo roho. Nasema pimeni hizo roho. Unapimaje? Kama umeokoka, roho wa Mungu yuko ndani yako. Nikizungumza hata kama ni askofu mkuu, na hata kama ni kwa askofu mkuu, nikisema utajua. Ukidanganyika, umeamua kudanganyika wewe, sio hata Mungu wala shetani, ni wewe ndio umeamua. Maana utakuwa unaambiwa anachozungumza huyo sicho. Sema fire. Mwangalie ndani usoni, mwambie moto. Ndio maana tunapokwenda kuingia katika neno la kinabii lazima ujitrim.
usiwe na mizigo. Usiwe na nini? Mizigo. Mizigo. Ukiwa na mizigo utaweza hii safari. Safari hii ni very sophisticated. Ni safari ambayo inahitaji kuwa mwepesi. Leo nimekuwa mwepesi kuliko siku zingine, naruka hapa mbele yako. Ukiweka umri wangu hapo, manake kuna kitu kimeniingia kuliko. Haleluya. Kwenye umri huu kuruka unaanguka. Kwenye umri huu mpaka umetiwa nguvu kwa jina la Yesu. Haleluya. Nimwambia Mungu nitembee na vijana this time round. Niruke kama vijana, nitembee na vijana. Haleluya. Wale wote wamngojao Bwana watavikwa nguvu mpya. Nao wataruka juu kwa mbawa. Kambawa. Jamani, mbona hamjui maandiko? Kwa mbawa kama tai. Wewe ndio wajana. Nasema hivi, kwa mbawa. Ukimgoja Bwana hata kama wewe mzee, unapigwa power ya Mungu. Unajazwa nguvu, unaruka juu kwa mbawa kama tai. Haleluya. Nasema uvipe nguvu za Bwana, uruke juu kwa mbawa kama tai. 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 Na nguvu za ujana wako zirudishwe kwa jina la Yesu. Zirejeshe nguvu za ujana wako kama tai. Tai, tutazungumza siku moja habari ya tai. Tai huwa akiwa mzee anaenda milimani kufunga na kuomba. Tai akiwa mzee huwa anaenda milimani kufunga na kuomba. Na kufunga na kuomba ya tai ni hatari ya kufa shetani. Anaenda kwanza anajinyonyoa manyoya yote. Anafanyaje? Nyonyoa manyoya yote. Nyonyoa manyoya yote. Nyonyoa manyoya yote. Yote. Hebu sema fire fire. Sema moto moto. Haleluya haleluya. Sasa wanalishana kule namna gani? Wanajua matai wenyewe. Lakini kwa taarifa yako, wananyonyoa manyoya yote ili arudi ni mpaka manyoya yote ya wote. Na akija kule amekuwa kitai kijana. Akona msubiri Bwana kule milimani. Juu kule milima kama Kilimanjaro hivi au mlima Meru, sio mlima mdogo kama Kibesi hapa, hamna. Juu kule ambapo tutaweza kufika. Jitenge this time round. Hallelujah fire. Hallelujah moto. Hallelujah. Sema kwa jina la Yesu, kwa uweza wa Bwana, mwaka huu nitafikia malengo. Kwa hiyo lazima mwaka huu ujiweke sawa, mambo ya mizigo achana nayo. Hikaya mosa la matendo rusa. Lepra katendo rinda masani. Haleluya. Hebu sema fire. Kwa hiyo kutoa unabii haina maana ya wewe uwe nabii. Haina maana hiyo. Uwe na karama au huduma au utendaji wa kinabii. Lakini ni kila mtu ambaye Mungu amempa kuokoka. Kila mtu ambaye Mungu amempa kuokoka. Haleluya. Kila mtu ambaye Mungu amempa kuokoka. Haleluya. Nasema kila mtu ambaye Mungu amempa kuokoka. Wangapi hawajaokoka hapa? Kwenye Facebook wangapi hamjaokoka? Naona ni wengi. Mpe Yesu maisha yako. Mpe Yesu maisha yako. Mpe Yesu maisha yako. Kwenye YouTube mpe Yesu maisha yako. Yesu ndiyo Bwana. Hauwezi ukatawala na kumiliki ipasavyo kama hauna Yesu. Vyote vitakuwa ni kujilisha upepo kama alivyosema Mfalme Sulemani. Mfalme aliyeoa wanawake wengi kuliko mtu yote aliyewahi kuishi. Kuna mtu mmoja wa India, si kama alioa wangapi, ili huyo alioa 1000. Huyo alioa wa Biblia anyway. Wa upande wetu aliyeoa wanawake wengi nani? Ni Sulemani. Alisema yote ni kujilini, kujilisha upepo. Ukiwa na Yesu ukamiliki na kutawala, inakuwa na maana. Maana utakuwa na maisha yale mengine yajayo.
Kwa hiyo kutabiri mwaka huu na kumiliki na kutawala ina maana ya mambo yafuatayo. Ninaomba uandike, na tukimaliza tunaenda kukaa, kwa sababu nimeandika ni mengi na mengine ataendelea tu. Tunaendelea tu. Leo ni siku ya pili ya maombi yetu ya siku 4 katika siku 40 ya kuombea ujumbe wa neno la mwaka. Kutoa unabii maana yake nini? Ni kutamka kwa kutangaza, kwa kutoa habari ya mapenzi ya Mungu kupitia neno lake, mambo yaliyo karibu kutokea katika maisha yako, katika jamii unayoishi, katika nchi yako na katika dunia yote kwa ujumla. Katika dunia yote kwa ujumla. Sawa sawa na Ayubu 22 ule mstari wa 26 mpaka 30, anaposema ya kwamba nawe ndipo utakapojifurahisha katika Mwenyezi. Hapo juu anamweleza ya kwamba nenda kwa njia hii, fanya hivi, umwamini Mungu, wewe umjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndipo mema yatakapokujilia, ndipo Mwenyezi atakuwa ndio fedha yako. Anasema ukishafika namna hiyo utajifurahisha, utamtegemea Mungu maisha yako yote. Utakapofanya hivyo utatamka jambo, utania jambo na lenyewe litatokea. Kwa hiyo yule yeyote atoaye unabii mwaka huu kanisani kwetu au kwingine kokote, maana yake ni nini? Maana yake ni hii: kwa kuwa ana shauku ya kuwa kama alivyoitwa na kuwekwa katika mwili wa Kristo. Utatoa unabii ukiwa na shauku na mashamushamu ya kuwa kama ulivyoitwa na Mungu. Ukijua hujaitwa kuwa kishoria, usikubali kuwa kishoria. Ampo. Nasema hivi, usikubali kuwa mtu goigoi. Usikubali kuwa mtu wa kubangaiza. Jamani, nasema mpo hapa au hampo? Haya. Wangapi wanamwambia mtu habari za kubangaiza? Hiyo ni lugha za kuzimu. Habari za mahangaiko, hiyo ni lugha za kuzimu. Hiyo sio lugha za wanadamu. Hizo ni lugha zimetoka kwa yule adui. Wale wa Mungu wanamiliki na kutawala. Umewahi kusikia rais anasema habari za kubangaiza? Kama kuna rais atasema habari za kubangaiza, huyo hafai kwa rais. Hafai kwa kiongozi. Hata kwenye cell churches, akikupigia kiongozi wa tuo, anakuambia halo, kwenye tuo la nini na nini, habari za huu ndio mwaka wako. Huu ndio mwaka wako. Namba 2, watoa unabii. Kwa nini wanatoa unabii? Hawana karama za kinabii, lakini wanatoa unabii kutokana na matokeo ya utendaji wa neno la Mungu na matunda yake katika maisha ya mtu. Kwa ajili ya matokeo ya utendaji wa neno la Mungu na matunda ya hilo neno ndani ya maisha ya mtu huyo mtu anatoa unabii. Namba 3, kutokana na kutafuta kushinda vita vya adui vinavyomzuia kufikia malengo kwa wakati. Amina. Moja ya silaha ya mtakatifu ni neno la kinabii juu ya maisha yake. Kwa nini Herode hakuweza kumuua Yesu? Hebu mshikiliane, mtikise, mwambie amka, umelala sana. Mtikise jirani, mwambie jirani, amka, umelala sana.